Kuna tafiti moja imewahi kufanyika kuhusiana na masuala ya customer care, na kitu kimoja ambacho kilinivutia kwenye hiyo tafiti ni kwamba kuna mteja akasema ni rahisi sana kununua bidhaa kama ukiambiwa na rafiki yako kwamba hiyo bidhaa ni nzuri, yani recommendation kutoka kwa rafiki, kuliko kuona tu tangazo labda kwenye jarida au kwenye television. Kwa nini? Kwa sababu biashara huwa inafanyika mara nyingi kutokana na watu kuaminiana, trust, na watu ambao tunawaamini ni watu wetu wa karibu. Kwa mtu wa karibu akirecommend bidhaa fulani, ni rahisi sana mtu kuifuata na kuinunua, kwa sababu mara nyingi watu hatupendi kuuziwa ile wanasema mbuzi kwenye gunia, kama Waswahili wanavyosema. Tunataka kitu ambacho kimethibitishwa kwamba tukikitumia kweli tutapata faida ambazo zimesemwa, na kama rafiki yako akikwambia, ni rahisi zaidi wewe kushawishika. Na hapo ndo tunakuja kuongelea kitu kama word of mouth. Ni njia ya nguvu zaidi kwenye marketing, kwa sababu watu wanapoweza kusimuliana kuhusiana na bidhaa yako, kwanza inasambaa kwa haraka, kwa sababu watu wataambiana, marafiki wanaofahamiana watasimuliana. Lakini namba mbili, inakuwa lower cost. Kwa nini? Kwa sababu haichukui gharama yote kwa upande wako. Umemhudumia mteja mmoja vizuri, kinachofuata ni yeye kuwaambia wengine. Hii ilitokea kwa Sarah Blakely, ni mwanzilishi wa kampuni inaitwa Spanx, na hii nimeizungumzia kwenye The Business Magazine vile vile. Sarah Blakely alifanikiwa sana kwenye hiyo word of mouth, kwamba wateja walikuwa wanaambiana, na aliweza kuuza mpaka bidhaa idadi, na kumbuka takwimu zinasema ni kama milioni 10, bila hata kutumia gharama kubwa kwenye matangazo. Kwa nini? Word of mouth. Wateja walikuwa wanasimuliana na kusimuliana. Kwa hiyo katika kitu moja cha msingi sana cha kuzingatia ni kuwapa wateja kitu ambacho wanaweza kakiongelea. Yani kama ni marketing campaign unafanya au chochote, wape wateja sababu ya kukuzungumzia wakiwa na rafiki zao.